Oya, mambo vipi mtazamaji wa Revolution Media? Upo nami mtangazaji wako S Wilonja. Tumemtembelea mwimbaji mashuhuri The Hero B, naye tutaongea naye mawili matatu kuhusu kazi yake ya uimbaji. Bwana, mambo vipi? Safi. Mambo yanaendaje? Mambo kama kawa tu. Kazi inaendeleaje? Kazi ipo kama kawaida tu, lakini siku hizi mimi siimbi kwa sababu kuna mambo fulani yanaingiana hivi, na ndio maana siku hizi mimi sipo kwenye game. Labda wadau wa kufahamu. Kwa majina naitwa The Hero B. Kwa nahisi ndio jina maarufu, watu wengi wananifahamu kwenye hilo jina hivyo, The Hero B. Jina hilo lilitoka wapi au lilianza wapi? Jina hilo niliwahi kujipa mwenyewe kwa sababu kujisikia gisi nilivyokuwa maarufu na nikajikuta kama mimi naweza nikawa shujaa, mkombozi, na ndio maana jina hilo The Hero. Kwa French wengine wanasema hero. Wewe ndiye mkombozi. Yaani mimi mkombozi. Wewe ndiye utakaye komboa waimbaji. Yaani kama hivyo yani inawezekana yani. Ulianza uimbaji mnamo mwaka gani? Lakini itanichukua muda ili nikumbuke kwa sababu kipindi nilivyoanza kuimba mimi sikutegemea kama hivi ndo nimeanza ama vipi, kwa sababu nilikuwa nipo shabiki tu. Nikisikia muziki sijui wa Diamond, wa Alikiba, wa sijui nani, napenda. Sasa nikajisikia tu naanza jua kuimba na naimba vizuri nyimbo za wasanii wenzangu ambao tayari wameshajulikana kwa majina. Basi nikajisikia tu nimeanza kuimba, kisi nikakumbuka siku na saa ama mwaka sijui nini. Ulikuwa ni mwaka gani ambao ulianza kushabikia muziki? Mimi tangu utoto na miaka 12 nikaanza shabikia muziki, nikaanza kupenda muziki. Kwa miaka 12. Kwenye kazi yako ya uimbaji ni nyimbo ngapi ambazo umeshaziimba? Sasa hivi mimi na wimbo 25 zipo YouTube. Zote 25 pale check The Hero B, nikuta niko pale, yani ndo nyimbo ambazo mimi nishawahi kuimbaga. Lakini na project zingine ambazo natarajia niimbe, lakini naona mazingira bado hayajakaa vizuri kama nilivyojielezea mwanzo kwamba sasa hivi sipo kwenye game, ila nina project nyingi ambazo naandaa kwa sababu mazingira yakiwa sawa tu mimi nakuepa na. Je, ni wimbo gani uliokutoa wewe kama Hero B? Tatizo Ukimbizi. Tatizo ya Ukimbizi. Nani aliyekutengenezea wimbo huo au aliotunga? Huo wimbo mimi nilitunga mwenyewe na nilifikiria mwenyewe na niliandika mimi mwenyewe, yani kila kitu mimi nilifanya mwenyewe, lakini video nilisaidiwa na jamaa rafiki tu anaitwa Omifire. Yuko sasa hivi yuko Marekani. Ndio alinisaidia video ya ule wimbo, sasa hivi yuko YouTube. Niingia YouTube, andika The Hero B Tatizo Ukimbizi, utaupata wimbo mzuri, wimbo wenye kuelimisha nini, kila kitu iko fresh. Kabla ya kuonana na wewe tulipitia page yako ya YouTube na tukaona huo wimbo wa Mkimbizi au Tatizo ya Ukimbizi, lakini sasa wakati tunapita tena tuliona wimbo mwingine wa msanii aitwaye Paranza, na yeye pia aliimba wimbo wa ukimbizi, na ukifuata kwenye comment zake amesema ya kwamba umefuatilia umekopi wimbo wake. Je, hiyo imekaaje hapo? Alitaka ajenge kiki tu, kwa sababu mtu ukiimba ama ukiandaa wimbo sio kama umekopi kwa mtu. Na kama kweli sawa, yeye amechukulia hivyo tu kama mimi nimekopi. Ila sio yani sio kama jinsi yeye anavyofikiria eti mimi nimekopi wimbo wake. Nilisikia yeye anaongea mitandaoni sijui The Hero B anakopi wimbo wangu, aliimba na Lanideo huo wimbo. Sasa hivyo ndo mimi sikuvichukulia vile kivile, yani jinsi anavyochukulia, lakini mimi lakini tukifuatilia unakuja ukuta kwamba wimbo wako ulitoka baada ya wimbo wake kutoka. Nahisi yeye ndo alianza. Yeye ndo alianza, wimbo wake ndo ulianza kutoka, kisha mimi nikakuja toa wa kwangu. Lakini mimi wa kwangu ndo ulipendwa kuzijaa kwake, na kwa sababu message yangu mimi tu ilienda vizuri tu kuliko tofauti na wimbo wake. Sijui kama alinayo ni ukimbizi kama mkimbizi yani nahisi yeye title yake ni Mkimbizi, na mimi wa kwangu mimi ni Tatizo Ukimbizi. Na kuna baadhi ya watu wanasema ya kwamba kuna verse ulioikopi kutoka kwa Paranza. Je, hiyo ni kweli? Uongo. Uongo? Sijakopi. Je, umeshafanya kolabo na waimbaji wangapi? Nahisi nishafanya kolabo na waimbaji, sijui na pengine ile hesabu ndio siwezi nikajua jinsi gani Sasa kama ujue hesabu, je, utajua namna gani kwa sababu kipindi mimi nilianza kuimba nyimbo zangu nilianza kujishirikisha na watu yani kama sijui kama ndio kolabo. Sasa
nikajikuta tu yani mtu fulani anaimba na mimi nikamwambia bwana, mimi nataka tuimbe. So tukaenda studio kutoa hivyo, basi kana sijui ndo collab hizo. Ndo collab yenyewe. Kwa hiyo yani ndo hizo sizi nikakumbuka yani idadi ya collab ambazo nilikuwa nazo, lakini naweza nikataja baadhi ya watu ambao nilisha kuimbaga nao. Kama yani, unaweza ukataja kuimba na Tommy Bella, nisha kuimbaga na Jaydala, nisha kuimbaga na Lanideo, nisha kuimbaga na Hapsi ni Malawite, ni Malawi, anaishi Lilongwe huko. Yani na wengine so yani ni wengi. Ni msanii gani anayekuinspire kwenye kazi ya uimbaji ambaye ukikaa chini unasema ya kwamba na mimi pia nahitaji niwe kama yeye? Ni nani? Msanii ambaye yani kama kama kioo, kama yani najiangalia niwe kama msanii. Mimi hayupo. Mimi nataka niko kibinafsi, mimi na muziki wangu, mimi nataka niwe mimi tu. Sitaki niwe kama mtu mwingine, hapana. Labda nikirudi nyuma nitaona ya kwamba unajichanganya kidogo, kwa sababu ulisema ya kwamba wakati ulikuwa ukifuatilia wakina Diamond na wengineo walikuinspire sana na ukaona ya kwamba na wewe pia uanze kuimba, lakini wakati tunasema ya kwamba unahitaji kuwa kama nani, unasema hakuna. Je, utakuwa wewe kama wewe na wakati haujaiga watu wengine? Unaona hii imekaa vizuri? Sikuiga, nilipenda muziki. Kama yani Kiswahili hapo ndo sijui ndo kilichanganya kidogo, ndo maana kunielewa. Yes. Nilihiga yani nilipenda muziki ila sikuhiga msanii. Mfano nikikuta hata kwenye Bluetooth nini nasikia muziki, kwenye earphone nini nasikiliza muziki, na mimi naimba vile vile, najikuta mimi mwenyewe sauti yangu naimba. Yani nilipenda muziki ila sikuiga muziki wa mtu fulani. Unapenda kumaanisha kwamba hakuna mwimbaji yoyote unayemwiga au ambaye unampenda? Waimbaji wote nawapenda, ila siwaigi, siimbi kama wao, sitaki, lakini nawapenda na wanaimbaga vizuri. Kuna msanii aitwaye Tombela anasema ya kwamba katika nyimbo zako unajitahidi sana kuimba kama yeye. Nikipenda kumaanisha kwamba unaiga sauti yake. Je, hiyo ikaje nayo? Yeye kwanza ana haki ya kusema hivyo kwa sababu ni mtu wangu wa karibu kwanza. Na haki na sheria ya kusema hivyo kwamba mimi namuiga sijui nini. Ila asizidi kuongea hayo maneno kwa sababu naimba mimi muziki wangu mimi, asiongeze kuongea hayo maneno. Aishia hapo hivyo, ni chali ni nini, tuna sometimes nikikosewa na idea nampiga simu Tommy, bwana nataka niimbe, kwa sababu kwanza wimbo wa Tatizo Ukimbizi naye alichangia mawazo mule, ila mimi nilienda studio nikauimba kwa wimbo. Nini kilichokufanya uandike wimbo wa Ukimbizi? Okay, kwanza nilikuja ona maisha ya wakimbizi tunayoyaishi, alafu haswa baadhi ya kambi kama Tongogara Zimbabwe, Maratana hapa Mozambiki, Kakuma Kenya, sijui Nyarugusu Tanzania, tukakuja Maheba hapa Zambia, Dzaleka Malawi. Yani nilikuja angalia taswira, yani kama mbele hivi kuangalia gisi tunavyoteseka hizo kambi ambazo nimetaja hapo. Nikaona hapana, acha wenda niimbe wimbo, wenda message, kwa sababu sisi ni kilio cha jamii. Sasa yani wenda pengine maneno ambayo nitakayoyaimba kwenye wimbo wangu nahisi hata wale viongozi wanaoshughulika na mambo ya ukimbizi watapata message na wataangalia jinsi gani watakavyotusaidia. Yani tunahangaika, ni kitu uangaishi, yani tunahangaika, tatizo tuko wakimbizi. Ingekuwa kwamba tuko nyumbani kwetu tungekuwa tuko fresh. Sasa Tombela, The Hero pia amesema ya kwamba hata kama naiga sauti yako, tulia, maana ni hali ya uimbaji. Kiongozi, labda tuwe na swali lingine. Ni nani anayekusapoti kwenye kazi hizi? Mimi niko classic. Niko kibinafsi yani. Kimaanisha kwamba hakuna mtu yeyote anayekusapoti? Wapo wakijisikia ananipatia ya bando ni kushi nyimbo nini, lakini kusapotia yani kusapoti muziki hata nawe nahisi unanisupport. Lakini sio mpaka unipatie msaada fulani, kwa sababu mimi sijui kama unamaanisha kwanza support yani kwa sababu nisipopoki. Ninamaanisha support ya kifedha, maana uimbaji hauwezi ukaweza bila pesa. Ya kifedha hamna, niko classic, ila nitahitaji wenda pengine mtu yoyote yule atakajitokeza aje nisaidie. Namkaribisha aje nisaidie, kwa sababu na yani hiyo support mimi naihitaji, lakini mpaka sasa hivi mimi sijawa na huyo mtu ambaye ananisaidia kifedha eti mimi niende nikarekodi muziki. The Hero pia anatafuta pesa, na kama unaweza ukajisikia kumsaidia inaweza kawa vema, maana na kipaji na akisema aimbe hapa tuwezi tukamaliza. Je, kiongozi, labda tuwe na swali lingine. Swali letu lipo hivi:
kwenye hali hii ya uimbaji, ni changamoto gani unaipitia kwenye hali ya uimbaji? Changamoto bro zipo nyingi, ila naweza nikachukua nafasi ya kutaja hata 2 3, lakini zipo nyingi sana bro. Kwa sababu mpaka sasa hivi kwanza mimi hivi gisi nilivyo hapa sijakuwa mtu mtu maarufu. Na mpaka sasa hivi tena wenye kuwa maarufu nao bado wanalia. Bado wanapitia kwenye changamoto nyingi sana. Sasa zile mimi yani kwa upande wangu mimi kwanza mimi yani zipo nyingi. Kama changamoto gani? Yani unakuta sijui hiyo kwanza kupata hiyo hela kwanza ya kwenda kurekodi wimbo. Changamoto ambayo naipitia ni napitia mambo magumu sana ili nipate hizo hela niende studio nikarekodi wimbo. Hivyo hata kweli nikifanikisha kurekodi huo wimbo ili tena ni upush huo wimbo ili mtu tena napitia kwenye changamoto nyingi sana. Yani unakuta muziki wangu mimi na share YouTube pale unafanya kama sijui miaka 5 ungali bado na followers sijui zile viewers kama ni 100 au 50 nakaa mpaka naweza wenda sina bahati au sijui nini. Yani changamoto zipo nyingi sana ambazo yani nikikutajia hapa hivi huenda pengine unaweza kuangalia wewe mwenyewe. Sasa ni kitu gani kilichokutoa kwenye pitch au kwenye game hii ya uimbaji? Kwa sababu ya hizo changamoto. Kwanza nilishaoa, sasa hivi nina mke wangu mjamzito. Okay. Ulioa mnamo mwaka gani? Mimi nilioa mwaka wa 2025. Na kutuambia sisi mafans. Na ndio maana nawaambia kwamba kaeni bado ninatengeneza, yani nikija tu mtapata nani habari, message itawafikia. Nikiingia tena kwenye game vizuri. Na hisi kutakuwa na wimbo ambazo nimetambulisha mke wangu, nitasema kila kitu ndio mtajua. Bana, huyu ni Baba Kijacho. Hata kama anafanya kazi lakini ni Baba Kijacho. Sasa labda tuwe na swali lingine. Je, kwa nini waimbaji wa hapa kambini Dzaleka hamna umoja au mtembelei kitu kimoja? Shida inakuwa nini? Wewe ulijuaje kwanza? Kwa sababu unaona kama unauliza jibu yani. Uliko unauliza swali wewe unauliza jibu. Kwa nini yani? Na maana ile kwa nini kwanza unamaanisha kwamba yani hakuna umoja, yani wewe unajibu. Kwa nini sasa? Yes, watu wanasema ya kwamba The Irobi ndio mmoja ya watu wanaotapakanya waimbaji, kusema ya kwamba kuna maneno nayo yasema mpaka waimbaji wasiwe pamoja. Sasa na wakati huu ambao tumekutana ni vema tukatoa zile dugudugu au tukapata majibu ya maswali yetu. Je, ni nini kinachofanya waimbaji wa kambini Dzaleka wasiwe na umoja au wasitembelee kimoja? Watu wanasema, watu wanasema. Watu tu waishiwaga na maneno kwanza, watu wanasemaga. Kwa hiyo katika game ya muziki ukiangalia watu wanasema uweze ukafikia sehemu yoyote. Unaona? Na kuhusiana na sijui kutokuwa na umoja ama kuwa na umoja hapa kambini Dzaleka. Nahisi hicho kitu akipo. Yani tuna umoja. Tuna umoja kwa sababu mpaka sasa hivi mimi sijawahi kusikia huyu ana kiki na huyu ana kiki na huyu, kwa sababu yani hakuna, yani tupo sawa yani. Umesema ya kwamba huyu ana kiki na huyu, lakini tukifuata kwenye page za Paranza amesema ya kwamba The Irobi ni upcoming artist, ni mwimbaji anayechipuka, lakini sasa amekuja na kiki ya kutumia nyimbo. Aoni kama hiyo nayo pia haijakaa vizuri? Ndio ujiulize sasa hapo. Nikikutana na Paranza njiani, oya fresh poa fresh, tunatumia hata msosi nini, tuko sawa. Sasa kule mtandaoni yeye anaenda sijui, ndo nasikia kwanza hiyo nani hiyo post yake tu kwamba sijui mimi The Irobi sijui vitu gani sijui nini, ndo nasikia kwako sasa hivi. Lakini tukikutana bana nini mnafiki yani, yani Paranza ndo nasikia au vipi? Kwa sababu hizi kawezekana mtu unaniposti mimi posti sijaionaga ndo nasikia kwako sasa hivi. Afu kumbe mimi njiani tunakutanana tu fresh kama ni maji tunatumia pamoja nini. Sasa mimi ndo nasikia kwako sijui. Paranza, acha kuposti. Paranza tulia. Sasa je, unaweza ukaambia nini mafans au wanaokufuatilia na labda waliwaza ya kwamba umezima? Cha kwanza wao wasifikirie kwamba mimi nawachukia, nawapenda sana mafans zangu, nawapenda na wazidi kupenda mziki wangu. Zile nyimbo ambazo nishawahi kutoaga kwanza wazishughulishe kwanza, waangalie jinsi gani mimi wao wakiwa wengi, na ndo nipatia mimi nguvu ili niendelee kuimba. Yani waje wanisupport na wasichoke kunisupport, kwa sababu bila wao mimi siwezi nikakuwa The Irobi, na siwezi nikajipandisha mabawa juu The Irobi bila wao. Kwa hiyo nawapenda na
na nao wanipende pia. Unaweza ukatupa kionjo cha wimbo wa Tatizo ya Ukimbizi? Ya, naweza. Walai ndoto zetu zitaishia njiani, maisha yetu yataishia kambini, UNHCR kitengo cha wakimbizi. Tusaidie, mtusaidie, sipati usingizi na waza ntakula nini. Tusaidie, mtusaidie, pesa za mapokezi azikizi mahitaji na sina hata mtaji. Sijuti kuwa mkimbizi, wenda Mungu ndo alipanga yaje kuwa hivi. Bwana, basi. Hicho ni kionjo cha wimbo wake wa Tatizo ya Ukimbizi, na amesema ya kwamba labda kwa sisi kuwa wakimbizi au kwa wewe kuwa mkimbizi ni Mungu aliyepanga. Kiongozi, labda tuwe na swali moja au la mwisho. Je, una maandalizi gani? Je, mnamo mwaka huu tuna kionjo au kibwagizo utakachokipata au namna gani? Tutakutana mara nyingine tena, ndo nitakuambia kuhusu hilo swala. Sababu sasa hivi hapa sina cha kukuambia, nitakudanganya. Asante sana. Muongo mbele ya fans. Asante. Sasa mtu akihitaji kutafuta kwenye social media anaweza kukupata namna gani? Anaingia tu sehemu yoyote ile tu, yani anaingia sijui Twitter pale, Facebook, TikTok, YouTube nini, anaandika tu The Hero B. Atanipata, yani niko mwenyewe, yani hakuna mwingine The Hero B. Hakuna mwingine The Hero B. Yani mimi nitaniona pale tu The Hero B. Okay. Classic, yes. Okay. So mtazamaji wa Revolution Media, ulikuwa nami mtangazaji wako S Wilonja, na tumeongea naye mwimbaji nguli kabisa The Hero B, na amesema changamoto anazozipitia na mengineyo yaliyopo nyuma ya uimbaji wake, lakini usisahau kusema ya kwamba ameshaoa. Usikose kulike, kusubscribe na kucomment kwenye channel yetu kwa ajili ya kupata yaliyo mengi zaidi together.